You don't know this man. But if Kenyans think that he can be a better president, I sympathize with those Kenyans. Sasa kama ameanza hiyo vita na Kinoti, je, akichukua Kinoti ataishi nchi yetu Kenya? Anasema kwamba ataenda nyumbani akiingia. Si amesema ataenda nyumbani akiingia. Kwenda nyumbani si kitu. Mimi nafikiria mtu kama Kinoti na labda Rafael Tuju tutatafuta nchi nyingine ya kwenda. Yes. Tutatafuta nchi nyingine ya kwenda. Kwanza Kinoti atalazimishwa aende exile. Vile Kirayutu alienda exile. Okay, now Huyu akipata, no, I can say that without risk of contradiction. Ruto akipata uongozi, Kinoti atalazimishwa kuenda exile. Vile Kiraitu Murungi alienda exile. We are safe in this country because of people like Kinoti and his team. That's why you've not heard of a terrorist attack in the last 2-3 years. It's because of Kinoti. Na huyo ndo kuna mtu ambaye anasema arudi, afukuze. No. So ni mtampa kazi yani. No, he's got his kazi bwana. But he's got his job. He's the director of DCI. That is not under contest. That is not depending on the elections. There are certain jobs which are professions. Yeah. If you're a doctor serving in a hospital and then another government comes, they can't say now you're no longer a doctor. So DCI Kinoti is a director of criminal investigation. That is his profession. And he has done very well and is very capable. Mpaka sasa hivi mna imani ya asilimia ngapi na tume ya IEBC? Kama hivi. Well, we know there are some commissioners who have got issues. But we must help build our institutions. We don't want to tear it apart. But if people have got issues, that is the job of Kinoti also to find out. Yes. Kazi ya Rais Uhuru Kenyatta kwa hii azimio ni nini, na pengine kwani anatarajia kama Mwenyezi Mungu atapendelea mchukue kiti atakuja kuongoza nchi rika proxy chini ya Raila, ama kazi yake kubwa ni gani? Kwanza niwaeleze na wenzangu kutoka Meru, ningependa kueleza. Uhuru Kenyatta hako kwa ballot. He's not in the ballot. Ballot ni Raila Odinga na Martha Karua. Ballot ni hao magavana au ma MPs na kadhalika. Uhuru amemaliza yake, according to constitution anaenda nyumbani. Yeye ni senior citizen. Hata akiwacha kuwa president, baada atakuwa former president. Na former president ako na certain privileges ambazo lazima apewe. Kama juzi Mzee Kibaki alifariki, silikuwa ni state funeral. Yeah? Mzee Moi alifariki na aliishi miaka nyingi baada ya kuwa president, and he had all the privileges are associated with that office. Uhuru Kenyatta akitoka itakuwa ni vile vile. Right? Whatever role ambaye anaweza kuamua is according to him. He can be a senior statesman for the whole of Africa. He can decide to take some projects of his liking, mashule, children's orphanage, work with widows, anything that he decides to do. That is his choice. Lakini kuna wale ambao wamekuwa na tofauti kati yake, hasa deputy president ambaye alikuwa anaona ni right yake Uhuru kumuunga mkono, President Uhuru kumuunga mkono bwana Ruto. Alimblackmail kule nyuma kwa jile, hata kwa bunge tulikuwa na hiyo blackmail. Mimi nilikuwa secretary general wa chama. Kila wakati kama hamjapitisha mswada fulani katika bunge, ni naitwa nani, Duale na Ichungwa ndio wanaamua. Zile kandarasi fulani ambazo ziko katika certain ministries wanahakikisha kwamba yale ambayo yanahusu hizo zinapitishwa
na bunge hiyo pesa itengwe iwekwe kwa ile projects ambayo wako na interest, na walimblackmail Mheshimiwa Uhuru for the whole of the first 5 years. Baada ya handshake, sasa hiyo weapon ya kublackmail tena ikaisha, kwa ajili sasa ODM wakawa wanaweza kusupport Jubilee upande ambayo ilikuwa imebaki faithful to Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo President Uhuru mwenyewe ameangalia tabia ya Ruto na akaona kwamba kama ana behave hivi, hiyo ndio tabia yake kabla hajakuwa president wa nchi, je, atafaa kuwa president katika nchi yetu? Tupe taswira kidogo hivi, ikiwa kusema jasi mapengine, ikiwa Ruto atachukua uongozi, tutakuwa na kiongozi na gani? Basi Wakenya wataona chemtamakuni. Hata 2 term limit atachange hiyo. Na upande wa baba akichukua inakuwa baba amekoma. Kila wakati nikiongea na baba siku hizi nafikiria tu mzee Mwai Kibaki. Baba amekoma. Na ni mtu sasa ambaye anaangalia tu legacy. Hana hii ulafi ya kutafuta mashamba, ulafi ya kutafuta kandarasi kubwa ya kuwa naye tajiri. Na Martha pia ni hivyo. Kile ambacho ilitushangaza ni kwamba unaweza kuwa na ministry, tuseme Ministry of Health, yeah? Hana phone number ya minister ampigii, hana phone number ya PS ampigii, lakini phone number ya procurement officer hiyo ako nayo na nawapigia direct. You don't know this man. But if Kenyans think that he can be a better president, I sympathize with those Kenyans.